Sawa. Tale wewe ni moja kati ya mameneja ambao wamesustain kwa muda mrefu katika game kwa kuongoza wasanii, na kila meneja ambaye anaanza anatamani kuwa kama Tale au kuwa kama Fela. Ni nini siri ya mafanikio ya kuweza kuwa katika game kwa muda mrefu? Uvumilivu. Kikubwa ni uvumilivu, kufocus na kile ambacho unafanya. Kazi ya kusimamia wasanii ni kazi ngumu sana, lakini ukisema kwamba nafanya kwa ajili ya sanaa, nafanya kwa ajili ya mapenzi ya hii kazi yangu, unaweza kufika mbali. Lakini hakuna kitu kigumu kama ukasema unafanya kwa ajili ya sifa, watu wakuoneba, huwezi kufika. Uvumilivu, sababu unafanya kazi na mtu ambaye ana malezi yake kwao, ana tabia zake, mwingine mlevi, mwingine hana discipline, lakini mpaka kumfanya kakaa sawa na wote wakaenda sawa na kazi ikawa vizuri. Sio labda uvumilivu na kuwa na hekima ya hali ya juu. Ana mwanzoni ulikuwa uko busy sana na TikTok. Na kwa sasa hivi TikTok imekuwa kimya kwa muda mrefu. Mtaa unasema kwamba TikTok imekuwa kimya kwa sababu uko busy zaidi na Diamond. Kuna ukweli wowote? Mtaa ukisema unatakiwa useme, of course una haki ya kusema, kwa sababu kama day TikTok wakifanya nyimbo za kundi, tunafanya nyimbo za solo. Okay. Tumetoa nyimbo ya Mama Kija inafanya vizuri TikTok. Tumetoa nyimbo ya Dogo Janja soon hapa inaanza kufanya vizuri TikTok. Mtaa hauoni nyimbo za kundi kama vile zamani. TikTok connection tunapenda sisi tunaanza pamoja. Nilishasema sintoweza tena kufanya kwa kitu kwa sahau. Tutakuwa msanii solo. Msanii wa TikTok wakiojua atasema kama hivi promotion na good way promotion, sababu nasimamia zao na mimi. Tunda anafanya vizuri, kama hata ukiangalia chache za muziki Tanzania anafanya vizuri sasa hivi. Nyimbo yake Mama Kija, Dogo Janja tangu atoke hata mwezi jana inafanya vizuri. Mimi kwa kumsimamia Diamond, mimi simsimamia Diamond peke yake, nasimamia Diamond, nasimamia ya Moto. Zote ni biashara zangu. Kwa hiyo nafanya kulingana na mipango ambayo nimepanga. This time huyu, this time huyu, this time kesho Ijumaa namtoa Kayumba. Bado ni project zangu, na katikati ya mwezi wa 3 anatoka Raymond, anatoka Madi. Bado ni project zangu. Muziki unanihitaji kufanya vitu vingi. Sitaki kufocus sehemu moja. That's it. Ana Raymond amekuwa TikTok kwa muda mrefu sana, na baadaye tukamwona yuko na ya Moto. Sasa hivi yuko WCB pia. Nini ambacho kinafanya Raymond achelewe kutoka, na kwa nini ameamua kwenda tena WCB? Ningeuliza swali wakati yuko ya Moto ningeona sasa hizo. Lakini maswali mengi atakuja kwa sababu kwa nini Raymond yuko WCB? Alikuwa TikTok. Yuko TikTok. Mimi ndo nilimpeleka ya Moto. Mimi ndiye nilompeleka WCB. Mtoa Raymond TikTok mweka WCB sawa na kutoa hela mfuko huko, kuweka mfuko huko, lakini zote ni za kwangu. Sasa hivi kuna project ambayo inaanza ya kuwalipa wasanii, na wengi wameonekana kulipinga hiyo swala, yaani vyombo vya habari kwa wanalipa wasanii. Kwa kweli kama meneja unaichukuliaje? Biashara, yani muziki ulipofika wenzetu wa nje wanalipwa na wanatengeneza pesa nzuri kwenye muziki. Sisi tumechelewa. Sasa lazima mtu anayepinga anapinga kwa maana kwamba anataka ajue kwa nini nalipwa shilingi ngapi, inatokea wapi. Ndio maana anapinga. Mimi na support kulipwa, lakini kwa support kwangu bado natakiwa nijue kama nalipwa na nani. Okay, sasa nalipwa shilingi ngapi? Hiyo shilingi ngapi imetoka wapi? Imeingiaje ofisini zangu? Iko. Kuna taarifa zilisikika kwamba Rich Mavoko anasajiliwa WCB. Taarifa hizi ni za ukweli? Ni za ukweli. Sio anasajiliwa. Tuko kwenye makubaliano ya mwisho, mambo ya kusign contract. Soon watu watamuona Rich Mavoko member halisi wa WCB. Lakini usahau ndugu mwandishi, mimi ni mtu ambaye naongoza kwa kupokea simu nyingi. Unachukuliaje mwezi wa 3? Mimi sio mwezi mzuri kabisa wangu na kwa familia yangu. Mwezi wa 3 ni mwezi mbaya. Naweza nikauita mwezi wa mikosi. Dada yangu wa kwanza alifariki mwezi wa 3, sisi yangu alifuata akafariki mwezi wa 3, sisi yangu mwingine akafariki mwezi wa 3. Dada yangu wa Bibongo alifariki mwezi wa 3. Na hofu hata mimi na